Tunataka Trans Nzoia ibadilike. Tunaelewana ndugu zangu? Hapa Trans Nzoia 2013 watu walikuwa na stima hapa walikuwa watu 30,000. Leo tumefikisha watu 1,145. Na mimi nataka niwaambie watu wa Trans Nzoia, hiyo kazi ya kuunganisha stima kwenu haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Munanielewa? Munanielewa? Tulikubaliana vile vile ya kwamba wakati tunapanga mambo ya masomo ya watoto wetu wa Kenya, hatuwezi kusahau watoto wa Trans Nzoia. Vile tumejenga Technical Training College Kenya, Trans Nzoia tumemaliza Technical Training College Kiminini, tumemaliza Technical Training College ya Cherangani, tumemaliza Technical Training College ya Endebess. Ile imebaki ni ya kwanza, na mimi nataka niwaambie hiyo ya kwanza tumeweka katika mipango yetu ya mwaka ujao. Watu wa Kesogon tunaelewana? Tunaelewana? Lakini mimi nimekuja tena hapa leo, sawa sawa, kwa sababu Waswahili wanasema safari ya kesho inapangwa leo. Si mnajua mwaka huu tuko na nafasi ya kuunda serikali ingine? Mwaka huu wa 2022 tuko na nafasi ya kuunda serikali ingine. Mimi nimekuja hapa niwaulize watu wa Trans Nzoia, sawa sawa, kama muko tayari tuunde hiyo serikali pamoja. Muko tayari? Mimi nasimama hapa na mimi nawaambia safari hii tunapanga serikali ya mahasla. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Kuna watu wenye kiburi mingi na madharau ati wameenda kuketi Nairobi kwa hoteli, ati wao wanafanya interview watuchagulie ati nani atakuwa rais. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kesogon, kuna watu mlituma Nairobi kwa hoteli ati waende wafanye interview ya nani atakuwa rais? Ni nyinyi mtaamua ama ni wale mabwenyenye? Ati wanasema ati kwa sababu wako na pesa ati wao wataketi chini watuamulie nani kiongozi wetu, ati watuletee kibaraka wao, ati mwenye wamechagua wao wa kukuja kulinda maslahi yao, ati sisi tumchague huo kibaraka wao. Nyinyi watu wa Trans Nzoia muko tayari kuchagua kibaraka ya mabwenyenye? Muko tayari? Mimi nimesema hivi, sawa sawa. Mimi nimesema wajinga wameisha Kenya. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Sasa mimi nakuuliza wewe mtu ya Trans Nzoia, kama mtu wako na kiburi na madharau kwamba kura yako haina maana, ati yeye ataenda kuamua kwa hoteli Nairobi kwa sababu ako na pesa, tusipokomesha hawa mabwenyenye, si mwisho watakuja kutuambia tuwapatie mabibi zetu watuzalie watoto ati kwa sababu wako na pesa? Hawa watu wakwende kabisa. Sijui kama tunaelewana jameni. Sisi tunaelewana? Mimi nauliza nyinyi, mnakubali madharau kama hiyo? Ni wale wa Nairobi ama nyinyi ndio mtaamua? Sisi ndio tutaamua hapa chini. Muko tayari tuamue hapa chini? Hebu nione wale wanasema sisi ndio tutaamua. Mimi nimewaambia safari hii, kabla hatujafanya kazi ingine yoyote, tunabadilisha uchumi, tuweke bilioni 100, tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Nataka niulize
nataka niulize watu wa Trans Nzoia. Tafadhali, nataka niulize maswali. Nyinyi watu wa Trans Nzoia, wana kitendawili na wale wengine wanasema wanataka kwenda kubadilisha katiba, watengeneze cheo ya prime minister, watengeneze deputy prime minister, watengeneze sijui assistant prime minister, sijui watengeneze gani, waongeze mamlaka ya viongozi. Mimi nimesema kabla hatujafanya hiyo mambo yote itangojea. Kwanza tubadilishe uchumi. Tuweke bilioni 100 kwa mambo ya housing, agroprocessing, value addition, manufacturing. Tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Mimi nawauliza watu wa Trans Nzoia, munataka tubadilishe uchumi kwanza ama tubadilishe katiba? Munasema tubadilishe uchumi ama katiba? Munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Ngojeni. Sawa sawa. Tunakubaliana tumenabadilisha uchumi kwanza, ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Jambo la pili, mimi ninasema lazima tubadilishe uchumi, tupange biashara ya kila mtu. Tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wadogo hapa chini, ndio tuinue biashara ya kila mtu. Tunaelewana? Watu wa Trans Nzoia tunaelewana? Na ndio mnaona hii vita yote. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, ndugu zangu, si mnajua mimi niliunga mkono bwana kitendawili mpaka akakuwa prime minister? Si niliunga mkono Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais? Watu wasituletee ukabila bwana. Sisi hatuna biashara na ukabila. Sisi tunataka kuunganisha Kenya ili kila mtu apate nafasi ya kufanya kazi, kufanya biashara, tuendeshe kilimo, tubadilishe taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Na kwa sababu mambo ya kilimo ni muhimu, nimesema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka pesa ya serikali baada ya uchaguzi ili tuteremushe bei ya mbolea. Mbolea itoke shilingi 5,000 ikuje shilingi 2,500, ndio tuweze kuzalisha chakula ya kutosha, tuondoe shida ya mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya, na tushughulikie gharama ya maisha ipungue, ikuje chini. Tumekubaliana watu wa Kesogon? Tumekubaliana? Ndio mimi nimekuja hapa kuwauliza watu wa Kesogon. Mimi nawauliza, muko tayari tuunde serikali pamoja?